Ukifuatilia maisha ya watu waliofanikiwa, kila aliyefanikiwa kwenye biashara, kwenye uongozi, kwenye kazi anayofanya, kwenye taaluma, kwenye kipaji, aidha ni mwimbaji, mchezaji wa mpira, ziko kanuni ambazo zinaonekana hawa watu wanazifuatilia kwenye maisha yao. Na uzuri ni kwamba na wewe pia ukizijua kanuni hizo ukazifuatilia, zitakupa matokeo kama yale yale ambayo wao pia wameyapata. Watu wengi hapa duniani kwa kawaida tunaenda shule, tunaingia darasani, lakini hatufundishwi kanuni za mafanikio. Tunafundishwa tu namna ya kufanya kazi, au ukisomea taaluma unafundishwa namna ya kufanya ile taaluma. Lakini zipo kanuni ambazo ndizo zina guide, ndizo zinatoa mwongozo kwa namna gani mtu anaweza kufanikiwa katika mambo ambayo anayofanya. Na ndizo kanuni ambazo nataka tuzielewe. Ziko nyingi, lakini kuna kanuni 4 ambazo ukizijua zitakupa tofauti sana. Kanuni ya kwanza kabisa tunaita the law of cause and effect. Hii inafanana kabisa na ile kanuni ambayo alifanya Isaac Newton, kanuni yake ya 3 ambayo inasema to every action there's an equal and opposite reaction. Kwa kila kitu unachokifanya kuna kitu ambacho kitarudi kinachofanana na hicho. Kwa maana mengine ni kama vile ni kanuni tunaita ya seed and harvest, kanuni ya kupanda na kuvuna, kwamba chochote unachokiona kwenye maisha ya mtu ni matokeo ya kitu fulani ambacho mtu huyo alikifanya. Kwa kanuni hii tunasema usitamani matokeo, tamani kujua huyo mtu alifanya nini. Kwa unapomwona mtu amefanikiwa kwenye taaluma yake, unapomwona mtu amefanikiwa kwenye kipaji chake, amekuwa maarufu, amekuwa ni mtu ambaye ana nguvu na ushawishi mkubwa, usitamani kuwa kama yeye tu. Hiyo haiwezi kukufanikisha. Tamani kujua alifanya nini kufika pale alipofika. Ndio maana mtu mmoja mwenye hekima aliyokusema, the secret of great men are in their history. Siri ya watu wakuu na wakubwa hapa duniani iko katika historia yao. Kwa hiyo fuatilia maisha yao, soma vitabu vyao, soma biography zao, angalia documentary kuhusu maisha yao. Walifanya nini? Kuna kitu ambacho ukijifunza utagundua ndicho kitu ambacho kiliwafanya wao wabadilike katika maisha yao. Hii ndio maana ni muhimu sana kujua kanuni ya cause and effect. Kwa chochote unachokiona kuna kitu kilisababisha hilo jambo liweze kutokea. Kanuni ya pili inaitwa the law of imagination. Law of imagination inasema kitu ambacho kwenye maisha haupati kile kilichopo, unapata kile ambacho tayari kiko katika akili yako. Kwa maana mengine, kile ambacho tayari unakitafuta. Law of imagination ni ile hali ya kujenga picha ya kitu au maisha unayoyataka. Ndio maana ni muhimu sana kukaa chini na kuwa na hiyo picha. Na hiyo picha lazima iwe very strong. Unaiamini kwa kiwango ambacho hauna doubt yoyote kwamba hivi ndivyo nitakavyokuwa. Mimi nitakuwa mtu fulani. Mimi nitafanikiwa kuwa mtu fulani. Nitafika kiwango fulani. Hiyo picha inatakiwa iwe very strong ndani yako na iwe ni reflection ya kila wakati na kila mara. Kwa nini hiyo ni muhimu? Kwa sababu hiyo yenyewe inasaidia mfumo kwenye akili yako unaoitwa RAS, Reticular Activating System, ambao mfumo huu unasema kwamba unao